Brass band naomba mtuongoze. Naam, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anawasili hivi sasa. Tupige makofi tafadhali waheshimiwa wakati tunampokea Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, tunakuomba uendelee kusimama kwa heshima ya wimbo wa taifa na ule wa Afrika Mashariki. Brass band, karibuni.
Tushangilie kwa makofi mengi. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa viongozi, Mheshimiwa taadhima, naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Juma Homera, Waziri wa Katiba na Sheria, nitambue waheshimiwa mawaziri wote mliopo, Mheshimiwa Elimo Masawe, Rais wa TMGA, Mheshimiwa Agostino Mwarija, Jaji wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Hamisi Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, nitambue viongozi wote mliopo hapa, washiriki wa mkutano, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, upo hapa kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa Chama cha Mahakimu na Majaji nchini TMJA, chini ya kauli mbiu inayosema jukumu la mahakama huru katika utoaji wa haki. Jukumu la mahakama huru katika utoaji wa haki. Naomba tuitikie waheshimiwa. Jukumu la mahakama huru. Jukumu la mahakama huru. Haya, asante. Tunaendelea na ratiba. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima na kwa ruhusa yako, naomba sasa uniruhusu nimkaribishe Mheshimiwa Elimo Masawe, Rais wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania, ili aweze kutoa utambulisho na salamu za Rais wa Chama cha Majaji na Mahakimu Tanzania. Karibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nina heshima kubwa kuwahudhurisha kwako wageni walioungana na Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu, kukupokea katika ukumbi huu. Mheshimiwa Rais, pamoja na Mheshimiwa Jaji Mkuu, yupo Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homera, Mbunge, Waziri wa Katiba na Sheria. Pia yupo Mheshimiwa Jaji Agostino Gerabait Mwarija, Amidi wa Mahakama ya Rufani. Yupo Mheshimiwa Jaji Hamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Yuko Mheshimiwa Dr. Mustafa Mohamed Siani, Jaji Kiongozi. Lakini pia yupo Mheshimiwa Jaji Latifa Al-Hinai Mansur, Makamu wa Rais wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Yuko Mheshimiwa James Michael Mniko, Katibu Mkuu wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Yuko Mheshimiwa Hamza Saidi Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Yuko Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omari, Waziri wa Fedha. Yuko Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, Waziri wa TAMISEMI. Yupo Mheshimiwa Dr. Juliana Masabo, Jaji Mfawidhi Masjala Ndogo ya Dodoma. Yuko Mheshimiwa Rosemary Stark Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma. Yupo Mheshimiwa Haji Ibrahim Haji, Katibu wa Chama cha Maafisa Mahakama Zanzibar. Yuko Mheshimiwa Jaji Amiri Manento, Jaji Kiongozi mstaafu. Yuko Mheshimiwa Jaji Thomas Miayo, Jaji mstaafu, pia ni mwenyekiti wa Chama cha Majaji wastaafu. Yuko Mheshimiwa Matthew Mwaimu, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora.
Yuko Mheshimiwa Zainab Katimba, naibu waziri Wizara ya Katiba na Sheria. Yuko ndugu Eliakim Chacha Maswi, katibu mkuu Wizara ya Katiba na Sheria, na ninaomba kama kuna makatibu wakuu wengine wote pia wasimame. Lakini yuko ndugu Baraka Leonard, katibu wa Bunge. Yuko Profesa Elisante Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa mahakama. Yuko Mheshimiwa Eva Kiakinkya, msajili wa mahakama, msajili mkuu. Yuko ndugu Kai Bashir Mbaruk, mtendaji mkuu wa mahakama ya Zanzibar. Yuko Mheshimiwa Valentina Andrew Katema, mrajisi mahakama ya Zanzibar. Yuko Dr. Franklin Rwezimula, naibu katibu mkuu Wizara ya Katiba na Sheria. Yuko ndugu Sylvester Mwakitalu, mkurugenzi wa mashtaka nchini. Yuko Profesa Sisti Mramba, mkuu wa taasisi ya mafunzo ya sheria kwa vitendo. Yupo ndugu Ali Posi, wakili mkuu wa serikali. Yuko ndugu Alice Ntulo, naibu wakili mkuu wa serikali. Wapo makamishna wa tume ya mahakama. Yuko ndugu George N. Mandepo, katibu mtendaji tume ya kurekebisha sheria. Yuko ndugu Wema Kasikasi Mbegu, msajili baraza la ushindani. Wapo pia viongozi wa dini, Sheikh Mustafa Shabani kutoka BAKWATA. Yuko Padre George Bodio kutoka TEC. Yuko Askofu Bundala. Yuko mchungaji Timos Holea. Yuko pia mchungaji Seth Ndalo. Yuko pia Askofu Mtolera samahani. Lakini pia Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Jaji Mkuu, wapo viongozi wa vyama vya majaji na mahakimu kikanda, ambapo yuko Mheshimiwa Jaji Ilvin Mugeta, makamu wa rais wa chama cha mahakimu na majaji Jumuiya ya Nchi za Madola. Yuko Mheshimiwa Jaji Lilian Itemba, makamu wa rais chama cha mahakimu na majaji Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yuko pia Mheshimiwa Jaji Bake Sehel, mwenyekiti wa chama cha majaji na mahakimu wanawake Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwatambua kwa uchache wageni walioshiriki na kuungana na Mheshimiwa Jaji Mkuu kukupokea hapa ukumbini, naomba sasa niwahudhurishe kwako wanachama wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania ambao ndio waliotusababisha kuwepo hapa, na nitawatambulisha kwa matawi yao. Tutaanza na wanachama wa tawi la mahakama ya rufani. Tafadhali wasimame. Tutafuata wanachama wa tawi la mahakama kuu masjala kuu. Tutakwenda kwa wanachama wa tawi la Arusha. Tutakwenda kwa wanachama wa tawi la Dar es Salaam. Wanachama wa tawi la Divisheni. Wanachama wa tawi la Dodoma. Wanachama wa tawi la Geita. Wanachama wa tawi la Iringa. Wanachama wa tawi la Kagera. Wanachama wa tawi la Katavi. Wanachama wa tawi la Kigoma. Wanachama wa tawi la Kilimanjaro. Wanachama wa tawi la Lindi. Wanachama wa tawi la Manyara. Wanachama wa tawi la Mara. Wanachama wa tawi la Mbeya. Wanachama wa tawi la Morogoro. Wanachama wa tawi la Mtwara. Wanachama wa tawi la Mwanza. Wanachama wa tawi la Njombe.
wanachama wa tawi la Pwani, wanachama tawi la Rukwa, wanachama tawi la Ruvuma, wanachama tawi la Shinyanga, wanachama wa tawi la Simiyu, wanachama wa tawi la Singida, wanachama wa tawi la Songwe, wanachama wa tawi la Tabora, wanachama wa tawi la Tanga. Mheshimiwa Rais, pia miongoni mwetu wapo wajumbe wa management ya mahakama, na nitaomba wanaposimama wasimame pia watumishi wote wa mahakama na watumishi wa tume ya mahakama walioko pamoja nasi. Asante. Wako pia waandishi wa habari na wageni wengine wote walikuwa ambao sikuwataja hapa. Karibuni sana. Pia tuna brass band ya polisi na vikundi viwili vya ngoma kutoka hapa Dodoma. Mheshimiwa Rais, na mimi pia ninaitwa Elimo Daniel Masawe, ndiye rais wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya utambulisho huo, ninakuomba sasa uridhie nilete salamu fupi za chama cha mahakimu na majaji Tanzania. Mheshimiwa Rais, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa neema, rehema na fadhili zake kwetu kwa kutujalia sote afya njema siku hii ya leo. Pili, ni kushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kupokea na kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano wetu mkuu huu. Kutokana na majukumu yako makubwa ulionayo kwa nchi, ungeweza kushindwa kuwepo hapa leo, ila umetupa heshima kutufanya kuwa miongoni mwa vipaumbele vyako muhimu katika ratiba ya kazi zako za leo. Mheshimiwa Rais, asante sana. Ni heshima kubwa kwangu kwa niaba ya chama cha mahakimu na majaji Tanzania kukukaribisha kwenye mkutano mkuu wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania, huu ukiwa ni mwaka wa 41 tangu kuundwa kwa chama hiki, lakini ikiwa ni mara ya pili mgeni rasmi katika mkutano mkuu wa chama hiki kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uwepo wako Mheshimiwa Rais unaonyesha wazi dhamira ya serikali unayoiongoza katika kuimarisha uhuru wa mahakama, kama ilivyo kauli mbiu ya mkutano huu, yaani jukumu la mahakama huru katika utoaji wa haki. Mheshimiwa Rais, mbele yako wapo wanachama wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania wapatao 1200 kati ya 1700 toka mikoa, wilaya, tarafa na kata mbalimbali nchini, ambao wameitikia wito wa kuhudhuria mkutano huu. Ninawashukuru sana wanachama wenzangu kwa uzalendo mkubwa mliouonyesha kwa chama, kwa mahakama na kwa taifa letu. Hongereni sana. Pia nichukue na fursa hii kuwashukuru wageni wote waalikwa kwa kukubali mwaliko wetu na hivyo kufanya shughuli za ufunguzi wa mkutano huu kuwa wa mafanikio makubwa. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa mlezi wa chama atazungumza baada yangu, naomba salamu zangu zijikite kwenye kueleza malengo ya chama cha mahakimu na majaji Tanzania. Kama nilivyoeleza awali, ni miaka 41 sasa tangu kuundwa kwa chama hiki ambacho kilianzishwa tarehe 15 Machi mwaka 1984 wakati wa mkutano wa majaji na mahakimu wote uliofanyika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Chama hiki ni cha kitaaluma na malengo yake makuu ni kama ifuatavyo. Kwanza, kukuza na kulinda uhuru wa mahakama kama sharti la msingi na la lazima la utekelezaji wa majukumu ya kimahakama. Pili, kukuza maslahi na ustawi wa wanachama wake. Na tatu, kudumisha hadhi, heshima na tamaduni za majaji na mahakimu. 4, kuongeza na kuendeleza ujuzi, maarifa na uelewa wa majaji na mahakimu kuhusu majukumu yao ya kimahakama kupitia tafiti endelevu na elimu ya kitaaluma. 5,
kutoa taarifa na machapisho mbalimbali kuhusu masuala yenye maslahi au yanayowahusu wanachama. Na 6, kuandaa makongamano na mikutano ya wanachama na kudumisha mahusiano ya karibu kadri inavyowezekana miongoni mwa wanachama. Na 7, ni kushirikiana na inapobidi kujiunga na vyama au taasisi nyingine zenye malengo yanayofanana, na ndiyo sababu utaona miongoni mwa wanachama wetu ni makamu wa rais wa chama kwa ngazi ya Jumuiya ya Madola na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, nirudie tena kumshukuru Mungu, kwani uwepo wetu sote hapa ni ushuhuda mkubwa wa neema na rehema zake. Pia nikushukuru wewe kukubali kufika na kufungua mkutano huu wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Aidha, wanachama na wageni wote tunawashukuru sana kwa kushiriki mkutano huu. Mheshimiwa Rais, sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania na mlezi wa Chama cha Mahakimu na Majaji, ili baada ya tukio lililoko kwenye ratiba afike na kuzungumza na hadhira hii, lakini pili akukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhira na kufungua mkutano huu. Asante sana Mheshimiwa Rais, na asanteni wote kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ibariki Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, kinachofuata sasa ni burudani itakayotolewa na kikundi cha utamaduni, kikundi cha Nyota kutoka mkoa wa Dodoma. Karibuni sana. Ahe jamani, Dodoma kuna dende maleo, tena kumekucha. Sote karibuni we. Ahe jamani, Dodoma kuna dende maleo, tena kumekucha, kuna sheria. Ujio wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sote karibuni we. Jamani, katika utoaji haki kwa wananchi, uhuru wa mahakama, katika utoaji haki, faida za haki kwa jamii, faida za haki na uchumi wa nchi, utoaji haki bila upendeleo, haki katika kujenga imani ya umma. ulinzi na katiba ulinzi wa katiba na sheria, kulinda haki za binadamu,
tunashukuru rais wetu kwa kushiriki kuboresha sheria hapa nchini. Pia tunakupongeza Jaji Mkuu Jaji Mcheche Masanyukwa kwa kuimarisha zaidi ya kanuni 10 mpya za mahakama. Mungu akubariki sana. Jamani George, Mungu akubariki sana we. Mungu akubariki sana. Wasekaseka ose wazero wakanyota no chazahi mwekogopa yemali mubega zahi mwekogopa. Wasekaseka ose wazero wakanyota chazahi mwekogopa yemali mubega zahi wewe. Wasekaseka ose wazero wakanyota no chazalanje mwekogopa yemali mubega zahi mwekogopa. Wasekaseka ose wazero wakanyota no chazahi mwekogopa yemali mubega zahi Haya, kiongozi uende pale. Tuongeze tena makofi kwa kikundi cha Nyota kwa burudani yao nzuri kabisa. Inahitaji umahiri mkubwa kucheza, zile shingo zinavyozungushwa, ukifanya na ukikosea pio linakuhitaji. Makofi tena kwa kikundi chetu cha ngoma za utamaduni Nyota kutoka hapa Dodoma. Utamaduni oye! Asante Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa kumkaribisha Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, ili aweze kutoa salamu zake, na baada ya hapo aweze kukukaribisha wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa heshima na taadhima, karibu. Jamani, tumkaribishe kwa makofi Jaji Mkuu, kiongozi wetu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niruhusu niungane na Rais wa Chama cha Mahakimu na Majaji kutambua uwepo wa viongozi wote wa serikali waliopata fursa ya kuungana na sisi leo. Waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani wakiongozwa na Amidi Jaji Augustine Mwarija, majaji wa Mahakama Kuu, wageni wote waalikwa na waheshimiwa majaji na mahakimu kama walivyokwisha kutambulishwa. Mheshimiwa Rais, napenda kuanza kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake hata tukaweza kukutana leo katika tukio hili la ufunguzi wa mkutano mkuu wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania hapa jijini Dodoma. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Mahakama ya Tanzania, napenda kushukuru kwa kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu licha ya kuwa na shughuli nyingi za utekelezaji wa majukumu yako makubwa ulionayo, na kushukuru kwa kuweza kutimiza ahadi yako uliyotoa siku ulioniapisha kuwa Jaji Mkuu
mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa utakapopata nafasi utakuja kuongea nasi. Tunashukuru kwamba umeweza kupata nafasi hiyo mapema. Mheshimiwa Rais, naomba nikujulishe kwamba wanachama walipopata taarifa kuwa ulikubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu, wamefurahi sana. Ndio maana unaona ukumbi huu umefurika leo. Hii ni kuonesha imani kubwa watumishi hawa wa mahakama walionao kwako, mkuu wa nchi, yani head of state, kiongozi wa serikali, yani head of government, na amiri jeshi mkuu, yani commander in chief, kama ibara 33 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, katika historia ya nchi yetu, hii itakuwa ni mara ya pili katika mahakama ya Tanzania kwa mkutano kama huu kufanyika na kufunguliwa na Mheshimiwa Rais, ukitanguliwa na ule wa kwanza uliofanyika mnamo mwaka 1984 na kufunguliwa na aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kutokana na umuhimu wa mkutano huu, tunao imani kubwa kwamba uwepo wako Mheshimiwa Rais wakati wa ufunguzi utaleta tija na maana kubwa kwa wanachama wote. Hii pia inadhihirisha ni kwa jinsi gani unavyojali na kuthamini muhimili wa mahakama ambao ni mojawapo ya mihimili mitatu ya dola, yani state na serikali, yani government ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama inavyotamkwa katika ibara 4 ya katiba. Mheshimiwa Rais, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru viongozi wageni waalikwa na wanachama wote wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania kwa kutenga muda wao kuhudhuria tukio la ufunguzi wa mkutano huu muhimu unaotoa fursa kwa wanachama kujadili masuala mbalimbali yenye maslahi kwa chama, ikiwemo kuhimizana uwajibikaji, uhuru wa mahakama na wajibu wetu kwa taifa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia kutoa shukrani za dhati kwa watoa mada na waratibu wote waliokubali kushiriki nasi kwa kushirikisha uzoefu wao kupitia mada watakazowasilisha katika mkutano huu. Watoa mada hawa, yani presenters, na waratibu, yani moderators, wana uwezo na uzoefu mkubwa katika mada watakazowasilisha. Hivyo ni waombe wanachama wa Chama cha Mahakimu na Majaji kutumia fursa hii ipasavyo kwa kushiriki kikamilifu na kujifunza zaidi kutoka kwa wataalamu hawa ili tuweze kuendeleza uwezo wetu wa utoaji huduma za utoaji haki nchini kwa ufanisi ipasavyo. Mheshimiwa Rais, maudhui ya mkutano mkuu wa Chama cha Mahakimu na Majaji kwa mwaka huu yanajenga katika msingi wa kuimarisha utoaji wa haki nchini kupitia mahakama huru yenye ufanisi na inayoendana na matakwa ya katiba na matarajio ya wananchi kwa ajili ya ustawi wao kijamii, kiuchumi na kisiasa ipasavyo. Mada kuu, yani theme ya mkutano huu ni jukumu la mahakama huru katika utoaji haki, and the role of independent judiciary and the administration of justice. Mheshimiwa Rais, kama nilivyodokeza hapo awali, tutakuwa na watu wa mada wenye uzoefu katika eneo hili ili kujenga uelewa mpana kuhusiana na mada hiyo. Aidha, pamoja na masuala mengineyo ya kiutumishi na kichama yatakayojadiliwa, tutakuwa na mijadala ya mada mbalimbali zenye lengo la kuhimizana kuhusu wajibikaji, kuongeza uwezo baina ya maafisa wa mahakama na wadau wake katika maeneo mbalimbali zikiwemo sheria za uhifadhi wa maliasili, sheria za kodi na benki, masuala ya kifedha na maadili kwa maafisa wa mahakama. Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, ibara ya 4 ya katiba inataja mihimili mitatu ya dola na serikali, mgawanyo wa majukumu na mipaka yake ya kutoingiliana na kudhibitiana katika utekelezaji wa majukumu yao. Mihimili hiyo ni utendaji, yani executive, bunge, yani legislature, na mahakama, yani judiciary. Pamoja na mengineo, ibara hiyo inaelekeza kwamba vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kwa ajili hiyo, ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba inaelekeza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Kwa kuwa mahakama ni sehemu ya serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo, mahakama hiyo inapaswa kuwa huru, isiingiliwe na mihimili mingine inayounda serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani mihimili ya utendaji na bunge, licha ushirikiano uliopo miongoni mwao.
Ni kwa sababu hiyo ibara 107B kubwa ya katiba inaelekeza kwamba katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi, huku ikiwajibika kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kama ibara ya 7 ya katiba inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, Mahakama ya Tanzania inatambua na kupongeza dhamira yako ya dhati na ya kipekee katika kudumisha, kuimarisha na kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba zako mbalimbali umekuwa ukisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama na kutenda haki. Mnamo tarehe 22 Januari mwaka 2025 ulipokuwa ukihutubia katika uapisho wa majaji wanne wa mahakama ya rufani nikiwemo na mimi, ulisema haya kuhusu uhuru wa mahakama, ninanukuu: jukumu la utoaji haki nchini kwa mujibu wa ibara ya 107 hii kubwa liko mikononi mwa muhimili wa mahakama, na kwa mujibu wa katiba yetu muhimili huu uko uhuru, hauingiliwi na serikali. Kwa hiyo uhuru huu uendelee kutumika vizuri. Mwisho wa kunukuu. Pia tarehe 27 Juni mwaka 2025 kupitia hotuba yako ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulieleza kuwa katika kipindi chote mahakama ilikuwa huru na kamwe serikali ya kuingilia mahakama katika kazi zake. Kadhalika, tarehe 14 Novemba mwaka 2025 ukifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliendelea kusisitiza azima yako ya kuiwezesha mahakama kuendelea ili kuwa huru, kuendelea kuwa huru. Katika hotuba hiyo ulisema, ninanukuu: ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili muhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, dhamira yako hiyo inajidhihirisha si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo. Serikali unayoongoza imekuwa ikiipatia mahakama bajeti yake iliyoidhinishwa na bunge kwa 100% ili kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Ingawa kihalisia bajeti hiyo haitoshelezi mahitaji yote ya mahakama, tunakushukuru sana kwa kusimamia jambo hili kwa dhati. Tunaamini kuwa serikali itaendelea kuiongezea mahakama bajeti ili kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kukidhi mahitaji yake uendeshaji shughuli zake za utoaji haki na maslahi ya watumishi wote wa mahakama. Mheshimiwa Rais, maboresho yote yanayofanywa na serikali unayoongoza yanaakisi dhamira ya dhati ya kuimarisha uhuru wa mahakama kwa vitendo. Ni ukweli usiopingika kwamba mahakama haiwezi kuwa huru iwapo haina miundombinu ya msingi, rasilimali fedha na mazingira salama ya kutekeleza majukumu yake. Ujenzi wa majengo ya mahakama, uwezeshaji wa rasilimali watu na fedha, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama ni nguzo muhimu zinazowezesha uhuru wa mahakama kuwa halisi, unaoonekana, unaotekelezeka kwa ustawi wa wananchi na utawala wa sheria kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, vigezo vya mahakama huru vinajulikana na vingine tayari vimeshasimikwa katika katiba yetu. Vigezo hivyo kama pia viliwahi kuelezwa na aliyekuwa Jaji Mkuu Mheshimiwa Francis Nyerali katika makala yake ya mwaka 1982 iliyokuwa na kichwa cha habari kinachosema Independence of Judiciary in Tanzania, yani uhuru wa mahakama Tanzania. Alipokuwa akisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama ni pamoja na mambo yafuatayo, yani ni pamoja na mambo yafuatayo. It was not so much exhaustive. Usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, yani security of tenure for judges and magistrates, mishahara na maslahi ya kutosha yanayolindwa kisheria, adequate and secured emolument, hawezi kuwepo bila mambo yafuatayo: kutoingiliwa na muhimili wa utendaji, that is independence from executive interference, mahakama iwe huru na mahakama iwe na uhuru wa kifedha, that is financial autonomy, nidhamu inayosimamiwa ndani ya muhimili wa mahakama, ya mahakama yenyewe, yani judicial ethics and discipline from within, that's self-regulatory.
Mheshimiwa Rais, katika kuonyesha dhamira yako ya dhati kuhusu kulinda na kuimarisha uhuru wa mahakama, tarehe 15 Juni mwaka 2025, wakati wa hotuba yako kwenye hafla ya kuniapisha kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania iliyofanyika Ikulu ya Chamwino, Dodoma, ulitoa maelekezo muhimu, ikiwa ni pamoja na kunitaka nihakikishe kuwa mahakama ya Tanzania inakuwa yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, hakuna shaka kwamba ulipotoa maelekezo hayo ulikuwa na ufahamu mpana, na mimi nakufahamu na ufahamu mpana wa sifa za mahakama huru, mahakama yenye hadhi duniani. Ulikuwa na ufahamu mpana wa vigezo maalumu vinavyopima mahakama yenye hadhi duniani, ambavyo kwa kiasi kikubwa vinajengwa juu ya uhuru wa mahakama katika kufanya maamuzi yake bila woga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zote. Wakati fulani tunadhani ni uhuru dhidi ya muhimili wa utendaji na bunge peke yake. Pande zote, yani watu wote, wawe mwandishi wa habari na raia wengine wa kawaida na wanasiasa na kila mtu. Mheshimiwa Rais, katika kuonyesha Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa vigezo vya kimataifa vinavyotumiwa na Umoja wa Mataifa, Benki ya Dunia, International Commission of Justice, World Justice Project na taasisi nyingine za kikanda na kimataifa za utawala wa sheria hutumia viashiria au vigezo maalumu kupima utendaji wa ubora wa mfumo wa mahakama. Vigezo hivyo ni pamoja na hivi hapa. Yaani sio hii orodha, sio yote, ni vichache tu, maana tukizungumza mheshimiwa moja uhuru wa mahakama na kutopendelea upande wote, yani judicial independence and impartiality. Hiki ndicho kigezo muhimu zaidi. Hupima ikiwa mahakama inaweza kufanya maamuzi bila kuingiliwa na serikali, wanasiasa au masilahi binafsi. Uhuru wa mahakama dhidi ya shinikizo la mihimili ya utendaji au bunge, mtu binafsi au taasisi nyingine yoyote, kutopendelea upande wote ikiwa majaji wana upendeleo au kama wanatendea pande zote kwa usawa bila kujali hadhi zao. Vigezo hivi viko kwenye katiba zetu na sheria zetu, hivyo vipo tayari kwenye katiba yetu. Kigezo cha pili ni usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, that is security of tenure for judges and the magistrates. Hapa ni lazima ajira ya jaji au hakimu ilindwe hata pale anapotoa maamuzi ya haki yasiyofurahisha. Kwa upande wa Tanzania, usalama wa ajira za majaji umelindwa kikatiba. Ibara 110 kubwa ibara ndogo ya 3 ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa kushughulika na nidhamu ya majaji wa mahakama kuu. Ibara 120 kubwa ibara ndogo ya pili ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa nidhamu ya majaji wa rufani. Kwa ujumla, kabla ya kumuondoa jaji kazini, ni lazima kuwe na, kwanza, tuhuma nzito za kimaadili au kisheria dhidi yake; pili, uchunguzi wa tume ya utumishi wa mahakama, Judicial Service Commission, ufanyike; tatu, na mapendekezo rasmi kwa rais ili kuunda tume ya uchunguzi ambayo nusu wajumbe wake watakuwa majaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufani kutoka katika nchi yoyote kwenye Jumuiya ya Madola. Usalama wa ajira za mahakimu unalindwa kisheria hata kama bado kuna changamoto, kwani utumishi wao ni wa kudumu, that is permanent and pensionable, isipokuwa kama wamewajibishwa kwa masuala ya kinidhamu kwa kikiuka maadili ya utumishi wao. Aidha, mchakato wa kuwapata majaji na mahakimu unasimamiwa na kusimamia nidhamu yao unasimamiwa na tume ya utumishi wa mahakama, na ni huru, wa wazi na hauingiliwi na mamlaka yoyote. Kwa jumla, kigezo hiki cha pili nacho kimezingatiwa sana katika katiba yetu. Kigezo cha tatu ni urahisi wa kufikia huduma za haki, yani access to justice. Mfumo mzuri wa mahakama ni ule ambao wananchi wanaweza kuufikia na kutumia kikamilifu bila kikwazo vyovyote. Moja, uwezo wa kumudu gharama. Je, ada za kisheria na gharama za mawakili ni za kuridhisha? Pili, ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Je, watu wanaweza kufika mahakamani kirahisi? Je, huduma zinapatikana kwa lugha za wenyeji?
Alafu tatu, msaada wa kisheria. Je, serikali inatoa mawakili kwa wale ambao hawawezi kumudu gharama zao? Moja, katika hili pia sehemu kubwa imetimizwa. Tunazo sheria za legal aid, na pia Mheshimiwa Rais kupitia Samia Legal Aid Project kuna mfuko huo kusogeza hizi huduma za watu wanaohitaji hizi huduma za kisheria lakini hawana uwezo. Kwa tunayo sheria ya legal aid tangu mwaka 1969 na mwaka 2017 tulitunga sheria nyingine inaitwa the Legal Aid Act. Lakini ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Lugha tunayotumia ni ya Kiswahili. Ni ya Kiswahili, tumeshatoka kwenye lugha ya Kiingereza. Na Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba mwanasheria mkuu wa serikali atakapokuwa amekamilisha tafasiri ya matoleo ya kisheria ya hizi kwa lugha ya Kiswahili, tutaanza pia kuandika hukumu kwa Kiswahili. Nimeambiwa yuko katika hatua za mwishoni, na sheria tayari ilishatungwa inayosema lugha ya mahakama itakuwa ni ya Kiswahili. Sasa hila uwezo wa kumudu gharama sinalo hakika sana, ndio maana serikali ikaja na utaratibu huu wa legal aid, na sasa mheshimiwa kupitia ule mfuko wako ile Samia Legal Aid Project. Kwa haya ni mambo ambayo tumepiga hatua kubwa sana. Lakini kuhusu upatikanaji wa hizi haki zenyewe, niseme tu kwamba Rais Masawe amenitambulisha hapa kama jaji. Mara kwanza alisema jaji wa mahakama, jaji mkuu wa mahakama, jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadaye akasema jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Sasa mimi ambaye ni mwanasheria wa hizi sheria za kikatiba, niseme tu kwamba ibara 118 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamtambua jaji mkuu kama jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Mahakama ya Tanzania ikiwa ni moja wa muhimili unaounda dola na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika ibara ya 42 ibara ndogo ya 5 inamtambua huyu jaji kwamba ni jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Masawe hakuwa amekosea, alikuwa hana uhakika tu. Sasa Mheshimiwa, nimeona nilifafanua hivi kwa sababu ni rais mdogo pale mnaye hapa mezani, asiondoke amekwazika sana. Mheshimiwa Rais, kwa taarifa hivi kama jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitoe taarifa mbele yako kuhusu accessibility ya hizi justice ya kupatikana kwa haki nchini. Kwa upande wa Tanzania bara, tunazo huduma sasa za mahakama za wilaya nchini kote, katika wilaya zote za Jamhuri ya Muungano wa wilaya, mahakama za wilaya zote isipokuwa wilaya 3. Wilaya Chamwino ambao ujenzi jengo lake unakamilika mwezi huu kabla ya Juni. Wilaya Mkarama ujenzi la mahakama ya wilaya inaendelea, na wilaya Ikungi ambao tunaanza ujenzi wa mahakama ya wilaya mwaka kesho wa fedha, mwaka ujao wa fedha. Sasa hizi mahakama kwa sasa wananchi wake wanapata huduma. Kwa mfano Chamwino pale unapokaa wao wanapata huduma mahakama hii hapa, na Ikungi na Mkarama wanapata huduma zao mahakama ya wilaya Iramba, alafu Ikungi wanapata huduma zao pale mahakama ya wilaya ya Singida. Kwa hiyo tumepiga hatua. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar, mahakama zote, wilaya zote zina mahakama za wilaya, na mikoa yote ina mahakama ya mikoa. Na huku Zanzibar, maana Unguja, kuna mahakama kuu pale ya Zanzibar pale Tunguu, na sasa inajengwa mahakama kuu Chake Pemba. Tulifikiri kwamba ongeza kuifungua wakati huu, lakini tukasema hili ni swala msingi sana, tulitafutie muda wake mahususi. Lakini kabla ya sherehe za Muungano, Mheshimiwa, tutakuomba uende utufungulie lile jengo. Tunasogeza huduma zetu kwa sababu mahakama ya Muungano hii ya rufaa ni mahakama ya Muungano. Sasa haiwezi kuwepo mahakama ya rufaa kama una mahakama kuanzia mahakama za mwanzo kule mpaka huku juu. Lakini kwa bara pia tunazo mahakama za hakimu mkazi katika mikoa yote, na hizi tuko kwenye mchakato wa kubadilisha jina, baada ya kuziitwa mahakama za hakimu mkazi ziitwe mahakama za mkoa, ziwe na kazi za kufanya pale, zitusaidie kuharakisha kesi nyingi pale. Kwenye hilo Mheshimiwa, nikupe taarifa tu kwamba tumeshirikiana kwa karibu sana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali
kupitia ile idara ya uandishi wa sheria kuandaa ule mswada. Hii inakuja na tija kubwa, ndio maana unaona hata makofi yanapigwa kule. Tunayo mahakama hapa inaitwa mahakama ya hakimu mkazi, na kule Bukoba kazi ni wanawake. Sasa wakati fulani tunapata shida hapo mbele yako, nayo Mheshimiwa Jaji Mwarija siku moja akipata nafasi atakusimulia shida ya watu wa kule Bukoba na mahakama ya hakimu mkazi. Wao wanataka kesi zote sikilizwe na msheja hakimu mwanaume. Sasa tunatoka huko, tutaita hii leo. In fact wananchi wametutangulia. Wananchi siku zote wanaita mahakama ya mkoa, na sasa karibu kila mtu ni hakimu mkazi. Hakimu mkazi ni yule mwenye shahada ya sheria. Tunao mpaka mahakama za mwanzo. Mahakama hii imekuwa haitusaidii sana Mheshimiwa Rais. Ina mamlaka sawa na mahakama ya wilaya. Yaani kama unamfanya mkuu wa wilaya awe na mamlaka sawa na mkuu wa mkoa. Sijui sheria ilikuwa wapi, hata mimi sielewi. Imekaa hapo miaka yote ile. Tunataka kuharakisha hizi huduma Mheshimiwa Rais. Ndio maana natumia muda mrefu hapa kidogo. Urahisi wa kufikika huduma hizi za haki. Tutashusha mashauri mengine yanayosikilizwa na mahakama kuu yasikilizwe na hii mahakama. Alafu itapokea pia na rufaa kutoka mahakama ya wilaya. Mashauri haya yataenda kwa spidi kubwa sana. Sisi makusudi yetu ni kwamba tulikusudia kwamba ifikapo Juni mwaka huu tusiwe na backlog yoyote, tusiwe na kesi yote inayochelewa. Lakini kwa sababu ya urasimu huu serikalini, mara kubadilisha sheria na watu wengine wanajivuta na nini, tumelazimika tutaenda sasa mpaka tumejiwekea target mpaka Disemba tutakuwa tumemaliza hii kitu, tutakuwa tumemaliza backlog zote. Na majaji na mahakimu hao Mheshimiwa Rais wana ari kubwa sana. na kimsingi wanafanya kazi nzuri. Wakisikia neno la matumaini kutoka kwako watafarijika sana. na watumishi wote wa mahakama Mheshimiwa Rais, maana sisi peke yetu kama hatuwezi. Yapo majukumu ya hizi judicial officers na watumishi wengine sasa wanaoongozwa na mtendaji mkuu, na wanafanya kazi nzuri sana. Na kigezo cha nne Mheshimiwa Rais ni ufanisi na kuzingatia wakati, efficiency and timeliness. Haki iliyocheleweshwa ni haki iliyokataliwa. Kuna msemo kwamba just delayed is just denied, but always we go to balance also with another equal legal maxim that just shared is just barred. Hii pia lazima tuiwanishe na msemo mwingine wa sheria unaosema kwamba haki iliyoharakishwa ni kama haki iliyokataliwa. Sasa sisi kwenye katiba yetu tumetaja kabisa ibara 107 capital A ibara ndogo ya pili B kwamba katika kufanya maamuzi tusicheleweshe haki bila sababu ya kimsingi. Kwa hiyo tumezingatia mambo ambayo yanaweza kusababisha labda ikawa kuwe na uchache wa watendaji na mahakimu, kitu ambacho kwa kweli serikali imepiga hatua kubwa sana. Tumepiga hatua kubwa sana kujitosheleza kwenye idadi ya majaji na mahakimu, jao bado hatujafika, lakini kwa kweli ukiangalia ilivyokuwa huko nyuma Mheshimiwa Rais tumepiga hatua kabisa. Alafu tunaangalia kiwango cha utatuzi wa kesi. Uwiano wa kesi zilizomalizika ikilinganishwa na kesi mpya zinazoingia. Muda wa shauri, wastani wa muda unaotumika tangu kufunguliwa kwa kesi hadi kutolewa kwa hukumu. Alafu udhibiti wa mlindikano wa kesi, jinsi mahakama inavyoshughulikia kesi za muda mrefu ambazo bado hazijatolewa uamuzi. Mheshimiwa Rais, ni kuambia kwamba kwenye hili nalo tumepiga hatua, tumeiweka mfumo wetu wa ndani wa kushughulika haya. Lakini hata kauli mbiu yetu ni ile nini? Vision yetu, dira yetu ya mahakama, sio ile dira ya taifa, dira ya mahakama inasema haki sawa kwa wote mapema ipasavyo. Kwa hiyo na ikiwa ilikuwa anchored kwenye ibara ya 107 capital A sub article 2B. Kwa hiyo haya tunayazingatia. Lakini hivi karibuni katika hotuba yangu ya tarehe 22 Disemba nilisema tunaachana na utaratibu huu wa utaratibu wa kusubiria mashauri yaliyofunguliwa zamani ndio yamalizike kwanza. Kesi itasikilizwa kwa kadiri ya umuhimu wake na uwezo wake wa kutatulika mapema. Tulikuwa na utaratibu hapa Mheshimiwa Rais kwamba mahakama za mwanzo tuliwekea muda kama miezi 6 kesi iwe ndio imesikilizwa.
mahakama kuu, mahakama za wilaya mwaka mmoja, mahakama kuu miaka miwili, mahakama ya rufani miaka miwili. Sasa hii kulikuwa na sababu za msingi wakati huo. Kwa kweli kulikuwa na sababu za msingi. Maana kwanza hatukuwa na mahakama nchi nzima. Mahakimu wenyewe walikuwa wachache. Sasa hali ni tofauti. Tunaachana utaratibu huo. Tunataka mtu haki yake ipatikane mapema ipasavyo. Isipokuwa kama kuna sababu za msingi. Sasa hili inayo baadaye ilituletea shida kwa sababu mtu akitaka kusikiliza kesi anasema bado kuna miezi 6. Akitaka kusikiliza anasema bado kuna miezi 12. Baadaye anakuwa mvivu, haimalizi. Inakuwa backlog. Akitaka kusikiliza anasema na miaka 2. Kwa hiyo kwa ujumla tulikuwa na timeline ya kukamilisha mashauri, other things being equal, kwa miaka 5.5 tunaachana na hiki kitu. Yaani kesi inapofunguliwa mahakama ya mwanzo kama mpaka inaenda mahakama ya rufani inakaa mahakamani miaka 5.5. Na that was illegal. Ndio maana ulikuwa unaona tunasema sijui haki inayopatikana kwa wote kwa wakati. Kumbe wakati ni miezi 6 hata kama kesi ingemalizika siku hiyo hiyo. Alafu miezi 12 hata kama kesi ingemalizika baada ya miezi 2. Kwa hiyo tunaachana nayo Mheshimiwa Rais. Alafu kigezo cha 5 ni uadilifu na uwazi. That is integrity and transparency. Hii inazingatia usafi mzima, mfumo mzima. Moja, kutokuwepo kwa rushwa. Ikiwa hongo inahitajika ili kuharakisha kesi au kushawishi hukumu ipendelee upande fulani, mahakama hiyo inakosa ubora na inakosa uhuru. Pili, wajibikaji kwa umma. Je, michakato ya mahakama iko wazi kwa umma? Sisi hapa kesi inasikilizwa in open court na maamuzi yanatolewa kwenye raw reports, lakini pia mengine yatangazwa kwenye mitandao. Kuchapishwa kwa maamuzi, je, hukumu zinawekwa mtandaoni ili umma na mawakili wazisome na kuzifanyia utafiti? Hicho kigezo Mheshimiwa tunakitimiza. Halafu 6, kutabirika na uthabiti wa maamuzi, yani predictability and consistency. Ili mfumo wa sheria uaminike, kesi zinazofanana zinapaswa kuwa na matokeo yanayofanana. Uhakika wa kisheria, sheria ziko wazi na zinatumika kwa usawa na udhabiti. Kuzingatia maamuzi ya awali, yani precedent. Mahakama za juu hutoa miongozo ya wazi ambayo mahakama za chini zinafuata. Kigezo cha 7 ni upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, yani adequate availability of financial resources. Upatikanaji, hii inahusu upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, ni kigezo muhimu cha mahakama bora duniani. Pili, bila rasilimali za kutosha, uhuru wa mahakama hubaki kuwa wa kinadharia badala ya uhalisia. Kigezo cha 8, Mheshimiwa Rais, ni maslahi na stahiki za kutosha zinazolindwa kisheria, yani adequate and secure emolument. Maslahi na stahiki za waheshimiwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama zinalindwa kisheria, ndizo msingi wa uhuru na uadilifu wa utumishi wa mahakama. Katika ibara 142 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mishahara, pensheni, posho na mafao ya uzeni, malipo ya uzeni, mshahara, pensheni na posho, hivi vinalipwa kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina. Ndivyo katiba inavyoelekeza. Sasa hapa katikati ilitungwa sheria inasema hiyo malipo yafanyike kupitia kwa mtendaji mkuu. Hiyo ni uvunjaji wa katiba. Na Mheshimiwa Rais kwenye hili, bahati nzuri tunao Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali hapa, tena ni mjumbe wa Judicial Service Commission. Haya yalifanyika akiwa hajateuliwa. Haki yake naifahamu. Ni mtu mzuri, mchapakazi, anaweza. Hili hata subiri afunguliwe kesi, alafu kesi ilete kwetu sisi tuamue. Atapata kesi gani pale? Kwa hiyo nadhani liko wazi hili. Hii weko mule ndani, na watu wengine wasichukulia majaji na mahakimu kama watu wa kawaida mpaka watakapopelekwa mahakamani. Kwenye utumishi wa umma huku kuna wakati fulani wengine wanajiona bora zaidi kuliko watu wengine. Mtu anayeshindwa kuzingatia umuhimu wa mahakimu na mahakama na majaji atakuwa ni mtu ana changamoto fulani ya uelewa. Watu wote tunataka haki, halafu hakuna mtu aliye juu ya sheria. Leo mimi nikipelekwa mahakamani, afu ukiwa pale unaizinisha tu, umekaa pale ofisini, utafikiri una nini?
Mheshimiwa Rais, mahakama haiwezi kuwa huru endapo watendaji wake hawana uhakika wa mishahara yao, posho, pensheni, usalama na ajira za mazingira bora ya kazi. Na mambo mengine Mheshimiwa Rais yanasikitisha, lakini majaji waliostaafu, kwanza tu wanaostaafu wanachelewa baada ya kuhamisha kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina kama katiba inavyoelekeza kupeleka huku kwa mtendaji mkuu, wanasubiri ile fedha atakayotengewa na Paymaster General. Matokeo yake hata jaji mkuu anachelewa kupata hazina yake posho yake mpaka akae miezi 6 ndio apewe. Huyu jaji mkuu atakuwa na moyo? Majaji hapa posho zao na pensheni zao zinasuasua, na mimi sasa wananilalamikia. Ndio akaniambia wewe ndio mlezi wetu sasa bwana, kayabebe hayo, na usipoyasema tutakupiga majungu mpaka uondoke hapa mahakamani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naomba unisamehe tu. Unaona wanavyoshangilia huko. Nisingesema haya, waangeza usema huyu jaji mkuu nadhani akili yake sio nzuri. Si tumwambia atusemee, si mambo tungemwachia Masawe angeyasema. Kina Masawe wana sifa ya kupigania haya maslahi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, niona hili. Na kigezo cha 9 ni miundombinu na teknolojia, yani infrastructure and technologies. Miundombinu ya teknolojia, yani infrastructure technology. That is matumizi ya e-justice. Mahakama za kisasa upimwa kwa matumizi yake ya teknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma. Usajili wa kesi kwa njia ya elektroniki, yani e-filing, kuruhusu kesi kufunguliwa mtandaoni, mifumo ya udhibiti wa kesi, ufuatiliaji kidijitali wa maendeleo ya kila shauri na mashauri mtandaoni, yani uwezo wa kuendesha vikao vya mahakama kupitia mikutano video. Haya yote Mheshimiwa, haya tunayafanya na sehemu fulani Mheshimiwa umekuwa appreciate, ukitusifu kwa hatua ambayo tumepiga, na watangulizi wangu wamefanya kazi kubwa sana. Na mimi nachukua nafasi hii kuwashukuru watangulizi wangu wote, tangu hata wale wa ukoloni mpaka tangu mwaka 1920 mpaka Juni 2025 pale Mheshimiwa Profesa Juma Ibrahim alikuwa anamalizia. Wameweka msingi mkubwa kila moja kwa wakati wake. Kwa hiyo nawashukuru sana, wamefanya kazi kubwa kila moja kwa kipindi chake. Na ndio maana leo mimi naweza nikasema mbele yako kwamba mengine haya vigezo vingi hivi tumeviweza, japo bado kuna changamoto. Kwa hiyo sasa kuna maeneo Mheshimiwa Rais anahitaji maboresho ili kuimarisha uhuru wa mahakama na kufikia ile mahakama yenye hadhi ambayo ndio nia yako kubwa. Moja ya Mheshimiwa Rais, kama nilivyoeleza hapo awali, kuwa serikali imeendelea na jitihada nyingi za kuwezesha mahakama kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Hatua hizo zimeleta mafanikio makubwa yanayoonekana katika nyanja mbalimbali za utoaji haki. Hata hivyo, kwa kuzingatia maelekezo yake ya tarehe 15 Juni 2025 ulionipa wakati wa kuniapisha kwa jaji mkuu ya kuhakikisha mahakama ya Tanzania inakuwa muhimili wenye hadhi duniani, bado zipo changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa ili maelekezo na maono yako ya kuendelea kuwa na mahakama huru na yenye hadhi duniani yaweze kufikiwa. Mheshimiwa Rais, licha ya kwamba tumepiga hatua kubwa katika baadhi ya sifa au vigezo vilivyoainishwa hapo juu na taasisi za kimataifa na kikanda kuhusu viashiria vya kiutendaji na ubora wa mfumo wa mahakama huru kikatiba, kisheria, kisera na kiutendaji, bado tunakabiliwa na changamoto katika baadhi ya vigezo, hasa katika kigezo cha 7 na cha 8 vinavyohusu upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, yani adequate availability of financial resources, na maslahi na stahiki za kutosha zinazolindwa kisheria, yani adequate and secure emoluments. Mheshimiwa Rais, kwa heshima tunashauri kuongeza bajeti ya mahakama pamoja na kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama kwa ujumla, ikiwemo kuimarisha huduma za bima ya afya ili ziendane na mahitaji maalum yanayotokana na asili na mazingira ya kazi wanayoifanya. Kuongezeka kwa bajeti ya mahakama kutaiwezesha kuendelea kufanya maboresho ya kiutendaji, kusogeza huduma za haki karibu zaidi na wananchi na kuwajengea uwezo wa watumishi wake ili kuongeza ufanisi, uwajibikaji na ubora wa utoaji haki nchini.
Aidha, kuongezeka kwa maslahi ya watumishi kutaimarisha uhuru wa mahakama ambao unaweza kuingiliwa kuwa compromised pale watumishi wa mahakama wanapokuwa na hali duni sana ya kimaslahi. Kazi ya jaji au hakimu ni kazi inayohitaji kujitenga kwa namna fulani ili kuepusha mwingiliano wa kimaslahi katika mambo mbalimbali zikiwemo shughuli za kiuchumi za kujipatia kipato binafsi. Pia kazi ya utoaji haki inamhitaji jaji au hakimu kutumia muda mwingi ofisini na majumbani kuandika hukumu. Uwepo wa jaji au hakimu ofisini muda wa baada ya saa ya kazi unagusa pia watumishi wa kada nyingine. Majaji na mahakimu wanaishi maisha yenye mipaka, yani restrictive lifestyle, yanayowalazimu kujiepusha na shughuli za mahusiano ya kijamii yanayoweza kuathiri hadhi na taswira ya mahakama, hali inayosababisha upweke, msongo wa mawazo na mzigo wa kifedha usio wa kawaida ikilinganishwa na watumishi wengine wa umma. Kazi inayohitaji kujitoa zaidi kwa watumishi wote wa mahakama ili kutekeleza jukumu hili kubwa la utoaji haki, jukumu ambalo kimsingi ni la Mwenyezi Mungu. Hii ndio maana majaji wanaitwa mabwana wakubwa, that is lords, kwa kuwa kazi wanayoifanya ni kazi ya Mungu mwenyewe, ingawaje wao sio Mungu na wana uwezo mdogo ikilinganishwa na uwezo wa Mungu anayeweza kuona yaliyofichika moyoni mwetu. Mheshimiwa Rais, uzoefu wangu kwa hao wanaojiita malords huko kama Uingereza na nini, waga naona wanajitosheleza kimamlaka na kiuchumi. Sisi hapa mahakamani kwenye lugha yetu, wakija watu mbele yangu wananiita my lord, Lord Chief Justice. Sasa sijui mifuko yake huyo Lord Chief Justice na yenyewe ikoje. Hata hivyo, kutokana na jukumu hilo kubwa, majaji, mahakimu na watumishi wengine wote wa mahakama wanapaswa kuwa na malipo au maslahi ya haki yanayoendana na majukumu yao kama ibara 23 ya katiba inavyoelekeza. Mahakimu na majaji wanapaswa kujitosheleza kimamlaka na kiuchumi ipasavyo. Mheshimiwa Rais, niahidi kwamba vigezo ambavyo viko ndani ya uwezo wa mahakama kama vile matumizi ya tehama, lugha ya Kiswahili, usikilizaji wa mashauri na ukamilishaji wake mapema ipasavyo, kusogeza huduma karibu na wananchi, kuchapishwa kwa maamuzi ya mahakama, uadilifu, weledi, uwajibikaji na kadhalika, tunaendelea kuvisimamia na kuvitekeleza ipasavyo ili kuendelea kuwa mahakama huru na kufikia kuwa mahakama yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, kuna masuala mengine yanayoweza kuathiri ubora wa uhuru wa mahakama hata kufikia mahakama yenye hadhi duniani. Kwa mfano, mashauri yanayohusu migogoro ya ardhi kuendelea kusikilizwa na mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya. Mheshimiwa Rais, hali ilivyo sasa ni kwamba mashauri ya migogoro ya ardhi yanayoshughulikiwa katika muhimili wa mahakama, yani mahakama kuu na mahakama ya rufaa, Mheshimiwa Rais, hali ilivyo sasa ni kwamba mashauri ya migogoro ya ardhi yanashughulikiwa katika muhimili wa mahakama, yani mahakama kuu na mahakama ya rufani, wizara ya ardhi, yani mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya, na TAMISEMI, mabaraza ya kata na mabaraza ya ardhi za vijiji. Hali hii inasababisha mkanganyiko katika mfumo wa utoaji haki nchini, kwani jukumu la utoaji haki nchini ni la mahakama, hata kama mabaraza mbalimbali, yani tribunals, nayo yanatambuliwa na katiba katika ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya katiba. Mheshimiwa Rais, Tume ya Msekwa pamoja na ripoti mbalimbali za Tume ya Kurekebisha Sheria zimeeleza bayana kuwa utoaji haki haupasi kuchanganywa na mhimili wa utendaji. Wizara ya Ardhi kama msimamizi wa sera na masuala ya ardhi haiwezi kwa wakati mmoja kuwa mwamuzi wa migogoro ya ardhi bila kuathiri misingi ya haki, uwazi na uhuru wa kikatiba, kinyume na matakwa ya kikatiba ibara ya 4, ibara 107A kubwa na 107A B kubwa ya katiba. Kwa kuzingatia changamoto zilizopo katika mfumo wa utatuzi wa mashauri ya migogoro ya ardhi, na kwa kuwa serikali iko katika mchakato wa kufanya maamuzi kwamba mashauri yote ya migogoro ya ardhi ngazi ya kata na wilaya yasikilizwe na mahakama ya Tanzania, na mahakama ya Tanzania tunao uwezo wa kusikiliza mashauri ya migogoro ya ardhi ipasavyo, tunaishauri serikali iharakishe mchakato wa kuwezesha mashauri yote ya migogoro ya ardhi kusikilizwa na mahakama, kuanzia mahakama za mwanzo, mahakama za wilaya na kuendelea hata mahakama za juu kabisa. Kwa upande wetu mahakama tupo tayari kushirikiana na wizara husika
na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada. Yaani tuko tayari kuyatambua kuainisha. Kwa sasa tumeshaainisha siku serikali ikifanya maamuzi, sisi tumeshaainisha zile vipengele vya sheria ambavyo vitaguswa katika mabadiliko yale. Kwa hiyo tuko tayari kutoa ushirikiano huo. Kusikiliza mashauri hayo mara tu serikali itakapokuwa imeamua kuendelea na kukamilisha hatua ya mashauri yote ya migogoro ya ardhi kusikilizwa na mahakama badala ya mabaraza ya ardhi ya nyumba ya wilaya na mabaraza ya kata. Yale ya kwenye vijiji yabakia huku wananchi watatue kwenye vijiji vyenye, lakini kwenye kata kule ziende mahakama za mwanzo. Yale ya wilaya iende mahakama za wilaya. Aidha, mabaraza ya ardhi hayapo katika wilaya zote nchini, jambo linalowanyima wananchi wengi kupata haki zao sawa kwa wote mapema ipasavyo. Hii ni tofauti na mfumo wa mahakama ambao tayari una mahakama za wilaya katika wilaya zote isipokuwa wilaya 3 za Chamwino na Mkarama ambako ujenzi wa mahakama unaendelea, na wilaya Ukungi ambapo ujenzi wa majengo ya mahakama utaanza mwaka wa fedha ujao. Halafu kipengele cha 3, Mheshimiwa, cha pili ni usimamizi wa kamati za maadili ya maafisa wa mahakama. Mheshimiwa Rais, mahakama baada ya kutafakari kuhusu muundo wa sasa wa kamati za maadili za maafisa wa mahakama zinazoundwa chini ya sheria ya usimamizi wa mahakama, tunakusudia kufanya marekebisho ya muundo huo ili kuimarisha uhuru wa mahakama kwa kuhakikisha kuwa usimamizi wa nidhamu ya watumishi wake unafanyika ndani ya mfumo wa mahakama yenyewe bila kuingiliwa na vyombo vya utendaji vya serikali. Katika muktadha huo, inakusudiwa kubadili muundo wa sasa ambapo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na maafisa tawala wa mikoa na wilaya wataondolewa kwenye kamati hizo. Kwa muda mrefu mfumo huu umeleta mgongano wa kimaslahi kwa kuwa wakuu wa mikoa na wilaya ni viongozi watendaji na wanasiasa, hali inaweza kuathiri uhuru wa hakimu katika utoaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, hao ni tofauti na wewe walivyo. Sisi hata majaji tunaletewa, kama tumekosea tunaleta kwako, lakini wewe ukai ukasikiliza pale, unaonda jopo. Hawa huku sijui kama wanafanya vitu gani. Hii imechelewa sana. Mapendekezo ya muundo mpya ni kwamba kamati hizi sasa zitaongozwa na viongozi wa mahakama yenyewe katika ngazi hizo. Muundo huu wa kamati za maadili ya watumishi wa mahakama, yani self regulation, utajenga ujasiri, uhuru na wajibikaji kwa mahakimu na majaji kutoa maamuzi kwa mujibu wa sheria na ushahidi bila hofu ya kiingiliwa na muhimili wa utendaji. Mahakama ya Tanzania tupo tayari na tumeshirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada kwa ajili hiyo, kwa ajili ya hatua zake zaidi ipasavyo, ili mswada ufikishwe bungeni mapema. Na nia yetu Mheshimiwa, kwa kibali chako, kwa sababu hili swala sio hata la kisera, wala hata sio la kisera kwamba liende kwenye cabinet, ni la kawaida tu. Mheshimiwa, hata nijele kupitia written laws listening amendment. Hata hivi kwa kweli hivi mkuu wa mkoa awe mwenyekiti wa kamati ya maadili na hata mkuu wa wilaya watatenda haki hao jamaa. Ya 3, Mheshimiwa Rais, ni makazi bora na usalama kwa ajili ya mahakimu na majaji. Mheshimiwa Rais, tunashauri kwamba mahakimu na majaji wawezeshwe kuishi katika maeneo salama yenye hadhi kama ilivyokuwa zamani. Aidha, zinapokuwepo nyumba za serikali zilizo wazi, basi majaji na mahakimu wapewe kipaumbele kupewa nyumba hizo katika maeneo ya low density na secure kama ilivyokuwa zamani. Vinginevyo, mahakama itengewe bajeti inayotosheleza kulipa pango la majaji na mahakimu katika maeneo salama ili kulinda usalama wao, hadhi na heshima yao katika jamii. Hali iliyopo sasa ambapo majaji na mahakimu wengi wanapanga nyumba binafsi inaweza kuathiri kiwango chao cha kuwa huru katika maamuzi kwa waliowapangisha. Aidha, Mheshimiwa Rais, tayari tumeomba TAMISEMI waitengee mahakama viwanja kwa ajili ya makazi ya mahakimu na majaji
katika maeneo yanayofaa kukaliwa na viongozi, lakini pia viwanja kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hapo baadaye mahitaji ya matumizi ya mahakama yatakapokuwa yameongezeka. Kwa mfano kama mji wa Dodoma unakuwa, hatuwezi kubakia na mahakama kuu tu pale au mahakama ya wilaya pale. Itakapokuwa imefika kule Mbande sijui na wapi, tutahitaji kuwa na mahakama kuu tu kule na mahakama na majengo mengine ya wilaya. La nne, Mheshimiwa, usafiri kwa ajili ya mahakimu na watumishi wengine wa mahakama. Mheshimiwa Rais, ili kuimarisha uhuru wa mahakimu, usalama na heshima yao, tunashauri kwamba mahakimu na watumishi wengine wa mahakama nao wafikiriwe kupatiwa usafiri wa pamoja wa ofisi wa kuwapeleka kazini na kuwarejesha nyumbani. Vinginevyo serikali iweke utaratibu utakaowawezesha mahakimu na watumishi wengine wa mahakama kupata mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kujinunulia vyombo vya usafiri, hususani magari kwa ajili hiyo. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kusema kuwa tunaposema kuhusu mahakama huru, hatumaanishi kujitenga na mihimili mingine ya dola na serikali, bali tunamaanisha nguvu ya kutenda haki bila woga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zozote. Dhana ya uhuru wa mahakama si kwa ajili ya maslahi binafsi ya majaji na mahakimu au watumishi wa mahakama, bali kwa ajili ya wananchi wanaohitaji haki kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, mahakamani tunajitambua kwamba hatupaswi kutumia vibaya abuse of office mamlaka yetu ya kutoa haki kwa kisingizio cha kuwa huru. Tunapotekeleza jukumu letu la utoaji haki, tunawajibika kuzingatia yafuatayo: moja, kuzingatia tu katiba na sheria za nchi, ibara 107 kifungu B ya katiba. Mbili, kuzingatia kanuni zilizotajwa katika ibara 107 kifungu A ibara ndogo ya pili A mpaka E ya katiba, yaani kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi, kutoa fidia ipasavyo kwa watu wanaoathirika kutokana na makosa ya watu wengine na kwa mujibu wa sheria mahususi iliyotungwa na Bunge, kukuza na kuendeleza usuluhishi baina wanaohusika katika migogoro na kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Tatu, kuzingatia utawala wa sheria kwamba kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano, ibara 26 ya katiba. Nne, kuzingatia kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kuhusu malengo muhimu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyoelekezwa katika ibara ya 7 ya katiba. 5, kuzingatia maadili ya utumishi wa mahakama na maadili ya utumishi wa umma. 6, kuzingatia ipasavyo masharti ya vyopo vyetu sisi mahakimu na majaji. Na 7, uwajibikaji kwamba kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu, na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma. Hata sisi majaji na mahakimu tunapaswa tushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi zetu. B, kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Na sisi tuna malengo yetu ya pamoja, timely justice for all, lakini pia ya jumla ambayo yote yamewekwa kwenye katiba na sheria. Kwa Mheshimiwa Rais, hivi ndivyo inavyosisitiza ibara 25 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kutokana na mwongozo huu wa kikatiba, kisheria, kimaadili na kiapo, ni dhahiri kwamba majaji na mahakimu, yaani sisi waamuzi, hawapo juu ya sheria. Hata sisi hatupo juu ya sheria, kwa sababu na sisi tunabanwa nayo na masharti, lakini pia ibara 26 inayomtaka kila mtu azingatie katiba na sheria za nchi. Kiwango cha uadilifu cha mahakimu na majaji kinapaswa kuwa cha juu kabisa kuliko cha watu wengine ili waweze kutekeleza jukumu la utoaji haki kwa ufanisi ipasavyo. Mahakimu na majaji wanapokuwa wamefikia hatua au kiwango hichi cha uadilifu, wanakuwa katika hali nzuri kabisa inayofaa ya kutoa haki bila kutiliwa shaka, na kwa hiyo kupata nguvu na uwezo wa kufanya maamuzi hata yasiyopendeza kwa maslahi ya haki. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya, naomba nirudie tena kukushukuru kwa kukubali mwaliko wetu kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wa Chama cha Mahakimu na Majaji.
tunakutakia kila laheri katika maisha, utumishi na shughuli zako za umma. Sasa ninayo heshima kubwa ya kukaribisha ili uzungumze nasi. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba kwa heshima kubwa tusimame. Waheshimiwa, tumkaribishe kwa makofi mengi Mheshimiwa Rais. Bado tuongeze tena makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Agostino Mwarija, Amidi wa Mahakama, Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Omera, Waziri wa Katiba na Sheria, na waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Dr. Mustafa Mohamed Siani, Jaji Kiongozi wa Mahakama Kuu, Mheshimiwa Dr. Juliana Masabo, Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, mwenyeji wetu, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu mliopo, Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, wajumbe wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Profesa Alessante Ole Gabrieli, Mtendaji Mkuu wa Mahakama, Mheshimiwa Eva Kiaki Nkya, Msajili Mkuu wa Mahakama, Bwana Bashir Kai Mbaruk, Mtendaji Mkuu wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, Mheshimiwa hao ndugu Katibu Mkuu wa Wizara hii ya Katiba na Sheria na manaibu makatibu wakuu mliopo. Hii protokoli ya mahakama, unapanda unashuka, unapanda unashuka. Si serikalini tuna mlolongo unakwenda, lakini mahakamani panda mtendaji mkuu alafu anakuja katibu mkuu. Yaani eti mtendaji mkuu anakwenda kuchukua pesa kwa katibu mkuu. Mheshimiwa Sylvester Mwakitalu, Mkurugenzi wa Mashtaka, Wakili Mkuu wa Serikali, ndugu Posi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi hapa, wakuu wa vyama vya majaji kikanda na yule rais wa majaji wanawake Tanzania, wasajili, manaibu wasajili, wakurugenzi na watendaji wa mahakama, wakuu wa taasisi mbalimbali za umma mliopo nasi hapa, mahakimu wa ngazi zote mliopo pamoja nasi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Majaji, kazi na utu. Asanteni sana. Ndugu zangu, nami niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kukutana hapa leo Dodoma katika Mahakama Kuu hii, makao makuu ya Mahakama ya Tanzania, katika tukio hili muhimu. Aidha, ninakushukuru sana Mheshimiwa Jaji Mkuu na uongozi mzima wa Chama cha Majaji, Mahakimu na Majaji Tanzania kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu. Nimeambiwa mkutano huu ni wa siku mbili, nilikuwa nachungulia ratiba, nimeona yatakayotokea leo, ya kesho sijayaona, lakini najua yote ni mema, ni kujichuja, ni kutafakari, ni kujitathmini na kupanga mipango ya mbele katika kazi zenu. Kama ulivyosema Mheshimiwa Jaji Mkuu, mkutano huu kwa mara ya kwanza naliwasikia kikundi cha ngoma wakisema kwamba kwa mara ya kwanza ulifunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1984, na kwa maana hiyo Rais, mimi nitakuwa wa pili kufungua mkutano huu. Ni heshima kubwa kwangu. Nawashukuru sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza majaji na mahakimu kwa kazi mnayofanya kwa wananchi wa taifa letu. Hongereni sana. Kazi ya kusimamia haki zao. Ninatambua kuwa majukumu yenu ni mazito na yanahitaji
weledi, uadilifu, umakini, busara, uvumilivu na ujasiri pia wa kusimamia haki bila woga wala upendeleo. Na hapa napenda ninukuu maneno ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere aliyoyasema wakati akifungua mkutano ule wa mwaka 84, na nukuu: kazi ya uhakimu ni ngumu na inahitaji uadilifu mkubwa, na kwamba si kila mtu anaweza kuifanya kwa ufanisi bila kuwa makini, bila upendeleo na bila rushwa, kwa sababu haki lazima itendeke bila uchoyo na upendeleo. Hayo ndio maneno ya Mwalimu wakati ule ambayo mpaka leo bado yana uzito wake. Ni maneno mazito ambayo yanaishi mpaka leo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, mtakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama, ila nitoe rai kwenu Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Huko mahabusu huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka na sasa, mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo. Lakini vile vile natiwa moyo na studies zinazofanywa kila baada ya muda kwamba imani ya Watanzania kwa mahakama zao imeongezeka sana. Kwa hiyo hili nalo linatutia moyo kwamba mahakama zetu zinafanya kazi inayoridhisha. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha mahakama, ikiwemo kuboresha miundombinu. Jengo hili tulilopo naambiwa ni la 6 kwa dunia na ni la 2 Afrika. Ni kazi ya serikali na ni yale mazingira mazuri ya utendaji kazi ambayo Jaji Mkuu ameyazungumza hapa. Lakini kuongeza rasilimali watu, serikali ya awamu ya 6 tumejitahidi sana kuongeza idadi ya majaji na mahakimu katika ngazi zote. Tumejitahidi sana. Tumejitahidi kuboresha maslahi ya watumishi. Tumejitahidi sana. Na nataka niwaibie siri hapa. Napata barua za kuboresha maombi na maslahi, naambiwa kama walivyo majaji na sisi tunataka tuwe hivi. Kwa hiyo wakati wewe unalia pete yako uliovaa sio nzuri, mwenzio analia hana hata kidole cha kuvalia hiyo pete, hata pete mbaya hana. Jipime wewe na mtu ambaye afya yako ikitetereka anakwenda kukutengeneza kule, anakurudishia afya yako na hali yako uwe jaji bora, lakini bado mazingira yake ya kazi ni magumu na stahili zake ni ndogo sana. Tujipime hapa. Sasa aliyosema Jaji Mkuu hapa, it is as if tunaishi kwenye fantasy. Tanzania hii ina uwezo wa kila kitu, lakini watendaji kule wanafanya wanayoyafanya. Hapana, twendeni polepole. Maendeleo ni hatua. Tumeanza hatua za awali na nyie mmeona. Tumechukua hatua kubwa sana za kuirekebisha au kuijengea heshima mahakama yetu, iwe mahakama inayoheshimika duniani.
Sasa safari ni hatua, tutakwenda polepole. Nikisema hivyo sisemi kwamba hatutaangalia maslahi yenu, lakini twendeni polepole na nitafafanua kule mbele. Lakini pamoja na hayo, tumeimarisha sana matumizo ya mifumo ndani ya mhimili wa mahakama. Teknolojia ya habari na mawasiliano inatumika vizuri sana kwenye utendaji wa haki. Na siku nimekuja kufungua jengo hili, nilitembezwa humo ndani, nikaingizwa kwenye chumba ambacho kuna dashboard inayoonyesha kesi zote zinazoendeshwa Tanzania katika kila ngazi, jaji gani, wakati gani, hukumu iliyotoka, kesi inavyoendeshwa. Iko hapa, hakuna Afrika, hakuna, tunayo sisi Tanzania. Na nadhani naambiwa nchi ambayo wanayo ni Indonesia, jaji mkuu. Nadhani ni Indonesia, lakini wapi? Kazakhstan, ambao na wenyewe walikuja kutuangalia sisi hapa tunafanya vipi. Kwa hiyo we have moved tena vizuri sana. Kwa hiyo hili linatutia moyo, ni mazingira stahiki ya kazi ambayo serikali imejitoa kuyafanyia kazi. Lakini tunapochukua hatua hizi, tunalenga kuwa na mhimili wa haki wa kisasa wenye huduma bora na zinazopatikana kirahisi, kwa wakati na kwa ufanisi. Kwa hiyo mimi niendelee tena kuwapongeza kwamba mmetoka kule kwenye ule msemo wa justice delayed is justice denied. Hatuko huko, na Mheshimiwa Jaji Mkuu ameisema vizuri hapa. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, kama mnavyotambua kuwa dira yetu ya maendeleo ya taifa ya Tanzania ya mwaka 2025 hadi 2050 imejengwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu. Na kama inavyosema kauli mbiu yenu ya mkutano huu kwamba jukumu la mahakama katika utoaji wa haki. Sasa huko tunakokwenda, tunapoanza utekelezaji wa dira yetu hii, mahakama au mhimili wa mahakama una nafasi muhimu katika kujenga taifa lenye haki, amani, usalama na utulivu. Dira hii ya 2050 inatambua kwamba utawala bora na utawala wa sheria ni msingi wa maendeleo endelevu, na jambo hili haliwezekani pasi na mahakama imara na inayoaminika na wananchi wake. Nasi serikali tunaelekea kujenga mahakama hiyo. Tumechukua hatua kadhaa, tutaendelea kuchukua hatua kuijenga mahakama yetu iwe mahakama imara inayotoa haki kwa wananchi wake. Lakini nataka niwaambie, juzi hapa serikali tulipitisha mpango wa muda mrefu wa utekelezaji wa dira hii, na katika mpango ule 22% ya mambo yaliyoko katika mpango ule yatafanywa na serikali yenyewe. 70% ya mambo yaliyopangwa kwenye mpango ule yatafanywa kati ya private sector, sekta binafsi na serikali, na 8% tu ndio yatafanywa na mashirika yetu ya umma. Sasa katika hali kama hii, mahakama ina kazi kubwa ya kufanya. Tunaitarajia mahakama isimame imara kusimamia haya, kwa sababu tunaposema 70% itatekelezwa kwa joint venture au kwa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi, tunatarajia kualika sekta binafsi ya dunia yote kuja Tanzania. Katika hilo, tunapoendelea huko mbele, tutapata migogoro mingi ya mikataba ya kazi, migogoro mingi ya kodi, tutapata migogoro mingi ya utekelezaji wa mikataba ya uwekezaji wenyewe. Sasa haya yote tutategemea mahakama yetu ya Tanzania isimame katika yale matawi yake, matawi sijui ya biashara, matawi ya nini, matawi ya kodi, lakini isimame katika kutetea haki ya Watanzania na haki ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo mahakama tunawategemea, nanyi ni mhimili muhimu sana katika utekelezaji wa dira yetu ya taifa ya miaka 25 inayokuja. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, nigusie kidogo
yale mambo ambayo Jaji Mkuu alikuwa anayasema kama maombi, lakini nataka niseme mapema kwamba tunayachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Lakini nataka niseme kwamba kwenye suala la budget inategemea hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Tunagawana according to kilichopo ndani ya mikono yetu. Lakini jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyotatua haki ikapatikana mapema kwa wananchi, kwa wafanya biashara, kwa wawekezaji na wengine, ndivyo uchumi wa Tanzania unavyokuwa. Kwa hiyo jinsi uchumi wa Tanzania unavyokuwa, ndivyo tutakavyoangalia mgawanyo wa rasilimali katika mihimili yetu mitatu: Bunge, Mahakama na ule mhimili wa serikali au wa utendaji wa executive. Lakini nataka niwahakikishie kwamba jinsi tunavyokuwa ndio bajeti itakavyokuwa. Na niseme kwamba kwa miaka 5 iliyopita uchumi wetu umekuwa ukikua hatua kwa hatua. Si kwa kiasi kikubwa, lakini we had never missed a step. Hata kama ni 0.5, lakini tumekuwa progressively, tunakuwa, hatujawahi kurudi nyuma. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti za maeneo mbalimbali zinavyokuwa, na Jaji Mkuu ni shahidi. Ukiangalia bajeti ya miaka 4 iliyopita iko mbali sana na bajeti ya mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti itakavyokuwa. Lakini hili la mazingira ya kazi, nimesema kwamba tumefanya kazi kubwa sana. Leo ukienda law school ya leo ifananishe na law school ya miaka 3-4 iliyopita, ziko tofauti. Ni katika kuchukua hatua kuboresha muhimili huu, mbali na yale ambayo nimeyasema kabla. Lakini kwenye hili la mishahara, ndugu zangu, huku serikalini tunapimwa kwenye mishahara, na bahati mbaya maskini huwa hana nguvu yake mwenyewe peke yake, kwa sababu hata tunapopanga bajeti zetu tunakaguliwa na mashirika makubwa ya kimataifa ambayo nayo wanatupa fedha, si kutugaia kwa kutukopesha, lakini tunakaguliwa. Na wage bill yetu percentage mpaka uchumi wetu wa sasa hivi ulivyo, tunatakiwa kuwa na 35% wage bill. Tulivyo leo tuko 37.5%. Tunaendelea kububurushana nao, tunatafuta sababu mbalimbali za kuambia kwa nini wage bill iko hivyo. Wanatukagua mpaka vyombo vya ulinzi, mmeajiri lini, wapi, lini, mmeongeza wapi, lakini hali iko hivyo. Kwa si kwamba hatutaki kuwafanya watu wote wawe na mishahara itakayowawezesha waishi vizuri, lakini tuna limitations. Lakini nataka niseme kwamba tumejitahidi sana. Kwa kichache tunachokipata tunaongeza mishahara kwa mihimili yote mitatu, tunaongeza mishahara. Kwa jinsi uchumi utakavyokuwa, ndugu zangu, ndivyo tutakavyoongeza stahiki na mishahara yetu. Mimi pia nataka majaji mkinipita pale, mnipite katika magari ambayo niseme jaji namba 4 kanipita. Lakini uhuru na ni uwezo ukiruhusu tutafika huko. Lakini kama uwezo haujaruhusu, twendeni polepole kwa hali ambayo nchi yetu inayo. Tusisahau sisi bado ni nchi inayoendelea. Pamoja na kusema tumeingia uhuru wanasema uchumi wa kati, lakini bado tuko ngazi ya chini. Ni kama tumechupa tu step moja, tumeingia pale, lakini bado mambo ni mengi ya kufanya humu ndani kwenye sekta mbali, bado mambo ni mengi. Kwa hiyo jinsi tunavyokuwa, basi tutaongeza stahiki na mishahara ya majaji. Lakini nizungumzie hili la migogoro ya ardhi, kama alivyosema Jaji Mkuu kwamba migogoro hii is high time sasa ihamie mahakamani, na mahakama itakayosikiliza migogoro hii ni mahakama zetu za mwanzo. Na kwa hiyo tuna kazi ya kutenga bajeti ya kutosha, nadhani kuanzia bajeti ijayo, ili tuzijenge mahakama za mwanzo kama tulivyojenga vituo vya afya, sababu afya nayo na mahakama mnafanana. Kuna wale wanaotibiwa huko kwenye wanasema zahanati, halafu wanakwenda kwenye kituo cha afya, hospitali ya wilaya,
hospitali ya rufaa ya mkoa, alafu ndio wanakwenda rufaa kubwa. Kwa na mahakama nanyi ni hivyo hivyo, kwa kama tulivyojenga vituo vya afya zahanati, na huku tutatenga budget tuende kwa mtindo huo huo. Kwa tukiweza kufanya hayo, kesi za ardhi zitakuwa zinasikilizwa kule. Mambo mengine yaliyozungumzwa hapa ambayo ni changamoto na mapendekezo, niseme changamoto zote tunazichukua, lakini kama nilivyosema, jinsi uchumi utakavyoruhusu ndivyo tutakavyozitekeleza. Na kwa yale mapendekezo ya mabadiliko ya sheria na mapendekezo mengine ambayo hataki rasilimali fedha, basi niko na watu wote hapa, mwanasheria mkuu wa serikali yupo, mawaziri wapo, tutakwenda kuyakalia na kuyafanyia marekebisho ili majaji waweze kufanya kazi zao vizuri sana. Sasa kabla sijahitimisha, naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi timize wajibu wenu, ndugu zangu majaji na mahakimu, ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili bila hofu, huba wala upendeleo. Na hiki ndicho kiapo chenu. Napowapisha pale mnasema nitazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie kiapo chenu. Lakini vile vile naomba nimnukuu kwa mara nyingine hayati baba wa taifa kwenye mkutano ule ule wa 84 alisema kwamba zipo kazi zinazoweza kufanywa na watu tunaowatilia mashaka. Kwa mfano uhasibu, naweza ukalitilia mashaka jitu hili jizi hili, lakini lihodari la kufanya uhasibu kaambia endelea, kwa sababu unajua nyuma yake kuna auditor atakuja kumuaudit na wizi utaonekana. Lakini sio kazi yenu nyie. Kazi ya mahakimu na majaji, mnaoditiana wenyewe kwa wenyewe kupitia lile dashboard kule. Kesi gani imehukumiwa, na labda mtu akate rufaa, muanze kukaa tena ndio muiangalie. Kwa hiyo si kazi zote zinafanywa na watu wanaotiliwa mashaka. Ila uhakimu na ujaji sio mojawapo ya kazi hiyo zinazofanywa na watu wanaotiliwa mashaka. Hata kama ushahidi hautoshi, akitiliwa mashaka jaji, hata kama ushahidi hautoshi, mwalimu anasema ni lazima aanze kuchunguzwa mara moja, hata kama ushahidi hautoshi. Lakini jaji mkuu akipata taarifa jaji so and so ana tabia hizi na hizi na hizi, jaji mkuu lazima aweke majaji wengine, hebu mfuatilieni huyu anaendaje. Kwa hiyo si kazi zote. Kazi nyingine zinaweza kufanywa na watu wanaotiliwa mashaka, lakini sio ya kwenu. Ya kwenu inataka mwe waledi, waadilifu, wazalendo kwa taifa lenu na mnaotii sheria na katiba yenu. Kwa hiyo ndio sifa yenu kubwa, waheshimiwa majaji, nami niwaombe mbakie kwenye sifa hizo. Maeneo haya au maneno haya ya mwalimu bado yana uzito ule ule, na pengine uzito wake ni mkubwa zaidi katika wakati huu ambapo teknolojia imebadilika, watu tumebadilika. 84 majaji hawakuwa wengi, wakuwa wachache sana, na ndio maana walikuwa wanaishi kwenye maeneo ambayo jaji mkuu amesema low density area na mambo yote ambayo ameyataja. Majaji walikuwa wachache sana. Leo mahakimu na majaji mliopo hapa si chini ya 1200 nikiangalia kwa macho. Mbali wale ambao mmewaacha waendeshe kazi kule ni wangapi? Kwa ni kazi kubwa ya kufanya, ila tunawategemea sana katika uendeshaji wa taifa letu. Tunawategemea sana. Nihitimishe sasa, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na mahakimu, kwa kuungana nawe Mheshimiwa Jaji Mkuu kwenye ile sehemu ya mwisho ya hotuba yako ya kuwataka majaji na kuwakumbusha tena kuwa ni jukumu letu sote kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Ni muhimu kwa watoa haki nchini kusimama kwenye mstari wa haki,
mnapofanya maamuzi ya kutoa haki. Ni muhimu kwa watenda haki au watoaji wa haki kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya utoaji wa haki. Hili ni muhimu sana. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa mkutano huu wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania kwa mwaka 2026 sasa umefunguliwa rasmi. Naomba muungane nami kumwomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, lakini abariki chama hiki cha majaji na mahakimu, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi tena mengi kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Tanzania oye! Mahakama oye! Haya, asante. Naomba tukae. Mheshimiwa Rais, naomba uridhie tupate picha mbili za kumbukumbu. Picha ya kwanza itahusisha meza kuu na viongozi walioko jukwaa kuu. Viongozi mlioko jukwaa kuu, kwa heshima na taadhima, naomba tujipange nyuma ya meza kuu. Mwanasheria mkuu kiongoza na jopo lako, karibuni. Asante Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa meza kuu na Mheshimiwa Rais tuteremke chini ili tuweze kupata washiriki wa mkutano. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, tunakuomba. Watu wanakaa. Katika picha hii pia mwanasheria mkuu na mkuu wa mkoa tutajumuika. Mwanasheria mkuu wa serikali na mkuu wa mkoa. Katika picha hii maalum kabisa mwanasheria mkuu na mkuu wa mkoa. Wakuu wa itifaki, naomba tuweke viongozi katika nafasi zao. Kuna stendi hapo nyuma inaweza ikaharibu taswira kabisa ya picha hii. Maana hii ni picha maalum kabisa. Stendi naomba tuzitoe. Wanahabari wenzangu, stendi tuzitoe zisionekane. Na wengine pia tusogee pembeni ili tusiingie katika hiyo picha. Tuwaache tu Mheshimiwa Rais, viongozi alioambatana nao na wajumbe wa mkutano huu ndio waonekane kwenye picha. Kule pembeni kule wenzangu mtaingia kwenye tusogee kulia kwangu kule, tusogee kwa nyuma kidogo. Ili tusogee tena, tusiwemo katika picha. Hata nyuma kule tusogee pembeni, tuache tu wenyewe wahusika, majaji na mahakimu. Na wale ambao wamekaa sawa sawa. Rais, tunakushukuru. Brass band naomba sasa tujiandae. Na Mheshimiwa Rais, sasa tunakushukuru, lakini pia tunakuruhusu uondoke kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Naomba wote tusimame, brass band tumsindikize Mheshimiwa Rais.
Makofi waheshimiwa majaji na mahakimu.